because the Lord was with him, and whatever he did, the Lord made it prosper. Na yote yaliyofanyika humo ndiye aliyeyafanya. Wala mkuu wa gereza hakuangalia neno lililoko mkononi mwa Yusufu, kwa kuwa Bwana alikuwa pamoja naye. Bwana akayafanikisha yote aliyoyafanya. May the Lord bless the reading of his word. Tonight I want to talk about the fear of the Lord. The fear of the Lord brings favor in the life of a man. The writer of Proverbs says the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Everyone who fears God is wise. I'll say that again. Everyone who fears God is wise. To fear the Lord is to depart from evil. To fear the Lord is to do what is right before the Lord. In Proverbs chapter 22 and verse 4, it says, by humility and the fear of the Lord are riches, honor, and long life. Inasema thawabu ya unyenyekevu ambao ni kumcha Bwana kuna utajiri na heshima, nayo ni uzima. Put it in the New Living Translation. Iweke katika tafsiri hiyo. It says true humility. Inasema unyenyekevu wa kweli and the fear of the Lord na kicho cha Bwana lead to riches, hupelekea utajiri, to honor, heshima, and long life. Na maisha marefu. Two things you need mambo mawili unayahitaji in order for your story to change forever, ili hadithi yako ibadilike milele. When you fear the Lord unapomcha Bwana and be a humble person, na uwe mtu mnyenyekevu, three things will happen. Mambo matatu yatatendeka. It will lead to riches. Itakuongoza kwa utajiri. People think you become rich by corruption. Watu hufikiria kwamba unafanyika tajiri kwa ufisadi. Corrupt people are cursed. Watu wafisadi wamelaaniwa. They are cursed by God. Wamelaaniwa na Mungu. Because they live under the law of curse, which is in Malachi chapter 3. Kwa sababu wanaishi chini ya sheria ya laana iliyo katika Malaki mlango wa 3. And verse 9. Na mstari wa 9. I came to preach tonight, so nimekuja kuhubiri usiku huu, kwa hivyo help me with a hallelujah when you feel blessed. Nisaidie na hallelujah unapohisi kubarikiwa. It says you are cursed with a curse. Inasema ninyi mmelaaniwa kwa laana. For you have robbed me. Maana mmeniibia mimi. So when a man robs God, kwa hiyo mtu anapomnyang'anya Mungu, he can rob anybody. Anaweza mnyang'anya mtu yeyote. If you can rob God, kama unaweza mnyang'anya Mungu, you can rob anybody. Unaweza kumnyang'anya mtu yeyote. And all these people in Kenya, na watu hawa wote walio ndani ya Kenya, who are stealing and destroying our economy, ambao wanaiba na kuharibu uchumi wetu, they don't begin by stealing from Kenya. Hawaanzi na kuibia Kenya. They begin by stealing from God. Wanaanza kwa kumuibia Mungu. And because they can steal from God, na kwa sababu wanaweza kumuibia Mungu, they can steal from anybody. Wanaweza kumuibia mtu yeyote. Here we are not raising robbers. Hapa hatukuzi wanyang'anyi. We are raising men and women of integrity. Tunakuza wanaume na wanawake wa
kwa uadilifu, who pay their tithe, ambao wanalipa fungu zao za and they pay kumi their taxes. na wanalipa ushuru wao. Nobody expected me to say this, but I say it. Hakuna mtu alitarajia niseme hili, lakini nimeisema. Somebody shout hallelujah. Mtu sema hallelujah. People who don't tithe, Watu wasiotoa fungu la kumi, the believers who don't tithe, waumini wasiotoa fungu la kumi, they rob God. wanamwibia Mungu. And because they rob God, Na kwa sababu wanamwibia Mungu, they live under curse. wanaishi chini ya laana. Every thief, Kila mwizi, say it after me, every thief. sema nyuma yangu, kila mwizi. If your neighbor is quiet, tell them talk, otherwise I leave you alone here. Kama jirani yako amenyamaza, mwambie ongea ama nikuondokee hapa. Every thief Kila mwizi lives under a curse. huishi chini ya laana. They will die a premature death. Watakufa kifo cha mapema. They will die before their time. Watakufa kabla wakati wao, Because of the curse. kwa sababu ya laana. The fear of the Lord Kicho cha Bwana is the beginning of wisdom. ndiyo mwanzo wa hekima. When you fear the Lord, Ukimcha Bwana, in Acts chapter 10, katika Matendo the mlango wa Apostle 10, Peter says, Mtume Petro anasema, now I know, sasa najua, and you need to know too, na pia wewe unahitaji kujua, that God shows no partiality. kwamba Mungu hana upendeleo. Now I know, Sasa najua, God shows no partiality. Mungu hana upendeleo. He shows no partiality. Hana upendeleo. He does not have some favorite people. Hana watu anaowapendelea. Look at the next verse. Angalia mstari It unaofuata. says, but in every nation, Anasema lakini katika kila taifa, Kenya included, Kenya ikiwemo ndani, in every nation, katika kila taifa, whoever fears him yeyote amchaye Mungu and works righteousness na kutenda haki, is accepted by him. anakubaliwa na yeye. When God accepts you, Mungu akikukubali, you walk in something called favor of God. unatembea katika kitu kinaitwa kibali cha Mungu. And the favor of God Na kibali cha Mungu opens unusual doors. hufungua milango isiyo ya kawaida. You receive honor. Unapokea heshima. Ndiyo. You become rich. Unafanyika tajiri. People don't want us to talk about that in church. They think it is for the business world. Watu hawataki tuongee hiyo kanisani, wanafikiria ni ya ulimwengu. They can be controlled by anybody. Wanaweza dhibitiwa na mtu yeyote. Because they need handouts. Kwa sababu wanahitaji misaada. We're not poor. Sisi si maskini. And if you look around, you can tell. Na kama ukiangalia hapa na pale unaweza sema. We're not poor. Sisi si Tell your neighbor maskini. we're not poor. Mwambie jirani sisi si We don't need maskini. anything from anybody. Hatuhitaji chochote kutoka kwa mtu yeyote. God has blessed us. Mungu ametubariki. He blesses us when we come in. Yeye utubariki He tunapoingia. blesses us when we go out. Utubariki tunapotoka. He blesses us in the city. Utubariki mjini. He blesses us in the countryside. Utubariki mashambani. Our children are blessed. Watoto wetu wamebarikiwa. Can I have an amen from somebody? Nipate amina kutoka kwa mtu. And we are prosperous. Na sisi tumefanikiwa. Because we fear God. Kwa sababu tunamcha Mungu. I have never bribed all my life. Maisha yangu yote sijawahi toa hongo. And I shall never bribe. Na sitawahi toa hongo. Because I am a righteous man. Kwa sababu mimi ni mtu mwenye haki. I fear God. Ninamcha Mungu. You need
You need to be like your spiritual leader. Unahitaji kuwa kama kiongozi wako wa kiroho. Tell your neighbor, never bribe. Mwambie jirani yako usiwahi toa rushwa. Can I have an amen from somebody? Nipate amina kutoka kwa mtu. This country is in trouble. Nchi hii iko kwa shida. The young people, I have a Gen Z pastor here. Vijana wadogo, niko na mchungaji wa kijenzi hapa. Your Excellency, you will need to come and hear this young girl preach. Utahitaji kuja, rais unahitaji kuja umsikie huyu msichana mdogo akihubiri. She's one of my Gen Z pastors. Ni mmoja wa wachungaji wangu wa kijenzi. When they went out in the streets, running everywhere, walipokimbia wakule barabarani wakikimbia kila mahali, they were doing that walikuwa wanafanya hiyo because they felt that the corruption in this country is too much. Walifanya hivyo kwa sababu walifikiria kwamba ufisadi ulio katika nchi hii umezidi. And they could not see their future. Na hawangeweza kuona hatima yao. If things continued that way. Kama mambo yakiendelea namna hiyo. But I love the young people. This church is majority. Lakini napenda vijana katika kanisa hili ndio wengi. They are the majority. Wao ndio wengi. So when you talk about Gen Z, you need to come to JCC and see the real ones. Kwa hiyo ukiongea juu ya Gen Z unahitaji kuja JCC na uwaone. So kwa hiyo it was just a hopeless situation, Your Excellency. Mstahiki Raisi, ilikuwa ni hali tu ambayo imepoteza matumaini. They could not see their future. Hawangeweza kuona siku zao za usoni. And they said, na kwa hivyo wakasema, we will not sit here and die. Hatutaketi hapa na tufe. We will do something. Tutafanya kitu. And they shook the nation. Na wakaitikisa taifa. At that time I was doing a crusade in Thika. Wakati ule nilikuwa nafanya mkutano wa injili kule Thika. In a big playground. It's kwenye like uwanja three playgrounds joined together. Kwenye uwanja mkubwa wa michezo, ni kama viwanja vitatu vimeunganishwa pamoja. And I asked how many of my Gen Zs are here. Na nikauliza ni vijana wangapi wako hapa. Walikuwa ni robo tatu. They were there listening to the gospel. Walikuwa pale wakisikiliza injili. Every night. Na kila usiku. They gave their hearts to Jesus. Walipeana maisha yao kwa Yesu. In thousands. Katika maelfu. I believe. Ninaamini. The solution. Suluhisho. Of any nation. La taifa lolote. Is the fear of God. Ni kumcha Mungu. I believe ninaamini when a nation fears God, taifa linapomcha the Bible says righteousness exalts a nation. Biblia inasema haki ulikweza taifa. Sin, dhambi, is a reproach ni aibu to any people. Kwa watu wowote wale. Don't fear God. Usipomcha Mungu, you have a problem. Unayo shida. Because you cannot even respect men. Kwa sababu hata wanadamu huwezi kuwaheshimu. But tonight, lakini usiku huu, we are learning something. Tunajifunza kitu. This is the first time the gospel, where we are read in Acts chapter 10, is the first time the gospel is being preached to the Gentile world by an apostle who walked with Jesus for 3.5 years by the name of Peter. Mahali tumesoma kwenye Matendo ya Mitume mlango wa 10. Ndiyo mara ya kwanza kabisa injili inahubiriwa na mtume ama mtu ambaye alitembea na Yesu kwa miaka 3.5 kwa jina lake Mtume Petero. As Peter was speaking,
Wakati Petero alikuwa the akiongea, Holy Spirit fell upon the people. Roho Mtakatifu akawashukia And they watu were filled with the Holy Spirit. na wakajazwa na Roho And Mtakatifu. this is why Peter said, Na hii ndio sababu Petro now akasema, I know sasa najua God shows no partiality. Mungu hana upendeleo. He has filled the Gentiles with the Holy Spirit like he filled us. Amewajaza mataifa kwa Roho Mtakatifu kama alivyotujaza sisi. He has filled people that we thought cannot receive the blessing of God like he has filled us. Amewajaza watu Roho Mtakatifu ambao tulidhania kwamba hawawezi kupokea baraka ya Mungu kama vile tulivyoipokea. So Peter says, Kwa hiyo Petero I akasema, know that God shows no partiality. ninajua kwamba Mungu hana upendeleo, But in every nation, lakini katika kila taifa, anyone who fears him, kila amchaye yeye Mungu, in other words, anyone who turns away from evil kwa maneno mengine, yeye aachaye uovu and does what is right, na kufanya yaliyo ya sawa, it's called righteousness. hiyo inaitwa haki. He is accepted by God. Huyo anakubaliwa na Mungu. You want to be accepted by God? Unataka kukubaliwa na Mungu? There's no shortcut. Hakuna njia ya mkato. You want to live a long life? Unataka kuishi maisha marefu? Fear the Lord. Mche Bwana. I say fear the Lord. Nasema muogope Bwana. All these things that are killing people, Mambo haya yote yanayoua watu, cancer, high blood saratani, pressure, I don't shinikizo ya damu, know, road sijui accidents, ajali it za will not barabarani, happen to you haitatendeka if you kwako fear the Lord. kama unamcha The Bwana. Lord will build a wall of protection around you. Bwana atakujengea ukuta wa ulinzi When you fly in the air, ukipaa kwenye you will be anga, protected. utakuwa umelindwa. Tell your neighbor you cannot die Mwambie jirani yako uweze before kufa your time kabla wakati wako, if you fear God. kama unamcha Mungu. Can I have an amen from somebody? Nipate amina kutoka kwa mtu. This is why I read Hii ndio sababu nikasoma in Genesis chapter 39 kwenye Mwanzo 39 about Joseph. kumhusu Yusufu. Joseph was a man who feared God. Yusufu alikuwa ni mtu aliyemcha Mungu. And because he feared God, Na kwa sababu alimcha Mungu, Joseph was Yusufu protected by God. alilindwa na Mungu. His brothers wanted to kill him before he was 27. Ndugu zake wakataka kumuua kabla afike umri wa miaka 27. They threw him in a pit. Wakamtupa shimoni. He couldn't die. Hakuweza kufa. God showed favor. Mungu akaonyesha One of kibali. them Mmoja wao said he is our brother. akasema yeye ni ndugu yetu. Why? What are we going to gain if he dies? in Tutapata the pit? faida gani akifa shimoni? He said, let's get him out of the pit. Akasema tumtoe kwenye shimo. The same people who had said they will kill him, one of them differed with the rest. Watu wale waliosema kwamba watamuua, mmoja wao akatofautiana na They wenzake. took him out of the pit. Wakamtoa kwenye shimo And they wanted to do away with him. na walitaka kumuondolea mbali. So they said, let's sell him out. Kwa hiyo wakasema na tumuuze. And they sold him. Na wakamuuza. And Joseph is sold in Egypt Na Yusufu akauzwa Misri as a young slave boy. kama kijana mdogo mtumwa. And he landed in the right place. Na akatua mahali pasawa, Very close to what God had showed him in the dreams. palipokuwa karibu sana na kile ambacho Mungu alimuonyesha katika ndoto. When you walk with God, Ukitembea na Mungu, God will show you your future. Mungu atakuonyesha hatima yako. When you live with God, Ukiishi na Mungu, God will show you your future. Mungu atakuonyesha hatima yako. You will not just be living like everybody else. Hautakuwa unaishi tu kama mtu yoyote yule. Waking up in the morning, Ukiamka asubuhi, kubahatisha. No. la, You will follow utafuata
The plan of God mpango wa Mungu for your life. kwa ajili ya maisha yako. When you follow that plan, ukiufuata huo mpango, you can never be proud. Huwezi kuwa na kiburi. No matter how high you go. Haijalishi utaenda juu kiasi gani. You never walk in pride. Hautatembea katika kiburi. You walk in the fear of God. Utatembea katika kicho cha Mungu. So you stay a humble man. Kwa hiyo utakaa mtu mnyenyekevu. Tell your neighbor, stay humble. Mwambie jirani yako, kaa mnyenyekevu. Hii kiburi ya nini? Shuka. Because when you become proud, God resists you. Kwa sababu ukiwa mwenye kiburi, Mungu anakupinga. But he gives grace. Lakini yeye hupeana neema to the humble. Kwa walio wanyenyekevu. Walk in humility. Tembea katika unyenyekevu. Don't begin telling us how much you have, because that's your business. Usianze kutuambia vile ulivyo navyo, kwa sababu hiyo ni shughuli yako. Don't intimidate us with your position. Usitukandamize na nafasi yako. Yeah. Ndio. All of us. Sote. One day we will die. Siku moja tutakufa. And we will stand before God. Na tutasimama mbele za Mungu. We will not go with our cars and our houses. Hatutaenda na magari yetu na nyumba zetu. We'll leave everything here. Tutaacha kila kitu hapa. So, hii kiburi ya nini? Siwachane nayo. We are all the same before the eyes of God. Sote tuko sawa mbele ya macho ya Mungu. Amen. Amina. So Joseph, kwa hiyo Yusufu, a humble man, mtu mnyenyekevu, could not die hakuweza kufa when his brothers wanted to kill him. Wakati ndugu zake walitaka kumuua. And a young man who was supposed to die before 27. Na kijana mdogo ambaye alipaswa kufa kabla miaka 27. He lived for 110 years. Akaishi hadi miaka 110. Joseph was a man of great honor. Yusufu alikuwa ni mtu wa heshima kuu. He feared God. Alimcha Mungu. And because he feared God, na kwa sababu alimcha Mungu, God kept him. Mungu akamuhifadhi. They threw him in prison. Wakamtupa gerezani. You know, after he come from the pit, unajua baada ya kutoka kwenye shimo, he is sold as a slave boy. Akauzwa kama kijana mtumwa. He starts working in the house of Potiphar, one of the officers of the king. Akaanza kufanya katika nyumba ya Potifa, mmoja wa maafisa wa mfalme. And Potiphar realized, na Potifa akatambua, that everything that this young man does, kwamba kila kitu anachokifanya huyu kijana, it prospers, kinafanikiwa. So kwa hiyo he promoted him, akampandisha cheo, and became head of everything in Potiphar's house. Na akawa msimamizi wa kila kitu katika nyumba ya Potifa. That's how you are going to get your promotion. Hivyo ndivyo utapata cheo chako. Yes. Ndio. When you walk in the fear of God, ukitembea katika kicho cha Mungu, your boss may not even like you. Mkubwa wako huenda hata asikupende. But they will not know why they are promoting you. Lakini hata jua ni kwa nini anakupandisha cheo. They will promote you because there is a greater force that will be pushing them to do the right thing. Kwa sababu kuna nguvu kuu ambayo iko ndani yako na ambayo ndio itakuwa inawasukuma. Say amen if you are hearing me. Sema amina kama unanisikia. So Joseph begins his greatness in the house of Potiphar. Kwa hiyo Yusufu akaanza ukuu wake katika nyumba ya Potifa. And the devil came hunting him. Na shetani akaja akimuinda, to bring him down, ili amwangushe. From the house of Potiphar. Kutoka kwa nyumba ya Potifa. The wife of Potiphar. Mke wa Potifa. The Bible says Joseph was an handsome man. Biblia inasema kwamba Yusufu alikuwa ni kijana mtanashati. So the wife of Potiphar, kwa hiyo yule mke wa Potifa, started looking at Joseph and say, "Aish." Akaanza kummezea mate Yusufu. And she would say every day to him, "Please, please, please come and go to bed with me." Na angemwambia kila siku, tafadhali, 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 njoo uende kitandani pamoja nami. What was she after? Alikuwa anafuata nini? She was after his downfall. Alikuwa anatafuta kumwangusha. And Joseph, na Yusufu, resisted the temptation.
akapinga lile jaribio. He said, how can I do such a wicked thing? Akauliza, nitawezaje kufanya jambo la uovu namna hii before the Lord? Mbele za Bwana. Joseph was not even worried about what people get worried about. Yusufu hakuwa anajali kuhusiana na watu. No, he wasn't worried about that. Hakuwa anafadhaishwa na hilo. He was worried about alifadhaishwa na God, because he feared God. Alifadhaika na kile Mungu I can't do this. Atafanya, kwa sababu alimcha Mungu na akasema siwezi fanya hii. You are his wife. Wewe ni mke wake. He has given me authority of everything that he has. Amenipatia mamlaka juu ya kila kitu alichonacho. Except you. Isipokuwa tu wewe. And one day she decided to rape him. Na siku moja yule mke wa Potifa akaamua kumbaka Yusufu. And Joseph, na Yusufu, did one of the 3 flees in the Bible. Akafanya mojawapo ya kutoroka aina 3 katika Biblia. The first flea in the Bible is that flee fornication. Kutoroka aina ya kwanza katika Biblia ni ikimbie zina ama uasherati. The second flea is flee idolatry. Ya pili ni toroka ikimbie kuabudu sanamu. The third flea, na kutoroka aina ya 3 is flee youthful lust. Ni utoroke tamaa ya ujanani. He was a kijana. But he did not have the youthful lust. Lakini hakuwa na tamaa ya ujanani. He was a kijana. Alikuwa ni kijana. Hot blood. Damu moto. But he was not a fornicator. Lakini hakuwa mwasherati. He feared God. Alimcha Mungu. I say he feared God. Nasema alimcha Mungu. I'm here to tell you. Niko hapa kukwambia. Fear God. Muogope Mungu. Utaepuka mambo mengi when you fear God. Ukimcha Mungu. So when she tried to rape him, kwa hiyo alipojaribu she got hold of his jacket, akakamata koti lake, which he had been given by the husband. Ambalo alikuwa amepewa na mume wake. Joseph received 2 coats. Yusufu alipokea makoti aina 2. One was with many colors from his father. Koti la kwanza lilikuwa la rangi nyingi kutoka kwa baba yake. When his brothers wanted to kill him, that is the first thing they removed, the coat. Ndugu zake walipotaka kumuua, lile koti ndilo kitu cha kwanza walichokiondoa, wakamvua lile koti. They killed an animal, poured blood, took it to the father, said, we found this coat. Does it look like your son's coat? He must have been killed by an animal somewhere. Wakachinja mnyama, wakalipakapaka lile koti damu, wakalipelekea baba yake, wakamwambia, tazama hili koti laweza kuwa lafanana na la mwanao, anaweza kuwa ameuawa na mnyama fulani mahali. And the father mourned for Joseph. Na yule baba yake Yusufu akamwombolezea. Because he thought Joseph had died. Kwa sababu alifikiria kwamba Yusufu amekufa. He gets another coat when he comes to the house of Potiphar. Alipoingia katika nyumba ya Potifa akapata koti lingine. The wife of Potiphar gets hold of that coat. Na mke wa Potifa naye akalikamata lile koti to bring him down. Ili amwangushe. And Joseph na Yusufu left the coat with her. Akamwachia hilo koti. And fled out. Na akatoka nje. She did not know what to do with the coat. Hakujua atafanyia nini lile koti. She had to make a story about the coat. Ilibidi atengeneze kisingizio kutokana na lile koti. When the husband came, yule mume wake alipokuja, she said, that Hebrew boy you brought here, akasema yule kijana Mwebrania uliyemleta hapa, he came here to play with us. Alikuja hapa kucheza na sisi. He wanted to rape me. Alitaka kunibaka. I made noise. Nikapiga kelele. And he ran out. Na akakimbia akatoka nje. And left this coat with me. Akaniachia koti hili. Even if hata kama a righteous man, mtu mwenye haki,
Even if they make a story about you. Hata wakikusingizia. As long as you are on the right, you can never get on the wrong because they said you are on the wrong. Mradi uko upande wa sawa, hauko katika makosa, hautaingia katika makosa ati kwa sababu walisema uko na makosa. So Joseph was put in prison. Kwa hiyo Yusufu akawekwa gerezani. Favor made him in charge of the prison. Kibali kikamfanya awe msimamizi wa gereza. Just like Potiphar did not care about what he had, he made Joseph overseer of everything. Kama vile Potifa tu hakujali kila kitu alichokuwa nacho, alimfanya Yusufu kuwa msimamizi wa kila kitu alichokuwa nacho. The prison warden stepped down. Mkuu wa gereza akatoka kwa nafasi yake, stepped down for Joseph. Akampatia Yusufu hiyo nafasi. And he never cared anything about the prison. Na hakuwahi kujali chochote kuhusiana na gereza. A prisoner became in charge of the other prisoners. Mfungwa akafanyika msimamizi wa wafungwa wenzake. Only God can do that. Ni Mungu peke yake anaweza kufanya jambo kama hilo. Only God. Ni Mungu peke yake. That's what favor will do. Hivyo ndivyo kibali kitafanya. They want to finish you. Wanataka kukumaliza. They can't. Hawawezi. They want to kill you. Wanataka kukuua. They can't. Hawawezi. They want to paint you black. You know, I tell people, it doesn't matter what people say about me. I am very black. And even if you paint me with a black paint, I will still look the same. Wakitaka kukuharibia jina hawataweza. Huwa naambia watu, hata mtu akitaka kuniharibia jina unipake rangi nyeusi, mimi tayari ni mweusi. Kwa hivyo ukinipaka rangi nyeusi nitabakia vile vile mweusi. Tell your neighbor. Mwambie jirani yako, jirani, don't worry about people's opinion. Usifadhaishwe na maoni ya watu. It's their opinion and they have a right of it. Ni maoni yao na wana haki ya maoni yao. Amen. Amina. And they can do whatever they want to do. Na wanaweza fanya lolote watakalo kulifanya. Don't allow what they are doing to bring you down. Usiruhusu wanachokifanya kikushukishe chini. Keep your eyes on Jesus. Weka macho yako kwa Yesu. The author and the finisher of our faith. Mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu. He will never leave us. Kutuacha. He said, I will never leave you. Alisema I will never forsake. Sitawahi kuwapungukia. I shall be with you always. Nitakuwa nanyi siku zote. Always. Siku zote. When I sleep, nikilala, I sleep with Jesus. Ninalala pamoja na When Yesu. I wake up, nikiamka, I wake up with Jesus. Ninaamka pamoja na Yesu. When I travel, nikisafiri, I travel with Jesus. Nasafiri pamoja na Yesu. There is no fear hakuna hofu of where I am going. ya pale ninapokwenda. Because where I am kwa going sababu ninapokwenda is not a gamble. Sio mahali pa kubahatisha. No one can stop what God has called us to do. Hakuna ambaye anaweza kuzuia kile ambacho Mungu ametuita kufanya. Anybody trying to do that, they are wasting their time. Yeyote anayejaribu hiyo anaharibu wakati wake. When this nation, wakati taifa hili, receive the gospel, lilipopokea injili, prosperity, ufanisi will come. Nchi hii ikipokea injili, ufanisi utakuja. 1948, South Korea was poorer than Kenya. Mwaka wa 1948, Korea ya Kusini ilikuwa maskini kuliko Kenya. The people of God, watu wa Mungu, started to pray. Wakaanza kuomba. Praying for the nation. Kuliombea taifa. Praying for God to remember them. Kuomba ili Mungu awakumbuke. It was a Buddhist nation. Ilikuwa ni taifa la Kibudha. Only about 2% Christian. Ilikuwa ni kama 2% ndio walikuwa Wakristo. And they started to pray. Na wakaanza kuomba. And to trust God. Na kumtumaini Mungu.
and to work hard. na kufanya kazi kwa bidii, And they prayed. na wakaomba, And they worked. na wakafanya And they kazi, prayed. wakaomba, And they worked. na wakafanya kazi. Today, Leo that nation hilo taifa is not counted among the poor nations. halihesabiwi miongoni mwa mataifa maskini. 1948 was one of the poorest nations on earth. Na kama mwaka wa 48 walikuwa ndio taifa maskini kabisa duniani. Revival came. Uvuvio kaja. People started to get saved in their thousands. Watu wakaanza kuokoka katika maelfu yao. Through salvation. Wokovu wa kweli. Not wokovu bandia. Mguu mmoja kanisani, mwingine duniani. That's not what we are talking about. Hiyo sio tunaongea juu yake. Tell your neighbor, put your feet together. Mwambie jirani yako, weka miguu yako pamoja. If you are in the church, kama uko kanisani, be in the church, leave the world alone. Kuwa kanisani, achana na ulimwengu peke yake. Walk with God. Tembea na Mungu. He will never leave us. Hatawahi He will kutuacha. never forsake us. Hatawahi kutupungukia. Many are the afflictions of the righteous. Mateso ya mwenye haki ni mengi. The Lord will deliver them. Bwana atawakomboa. Don't worry about what the sinners are trying to do to you. Usifadhaishwe na kile wenye dhambi wanajaribu They kukufanyia. will fail. Watashindwa. I say they will fail. Nasema watashindwa. We are praying for this nation. Tunaliombea taifa hili. God is going to bring a true revival in Kenya. Mungu anaenda kuleta uvuvio wa kweli hapa Kenya. And people are going to see na watu wataona Kenya turn into an industrious nation. Kenya ikigeuka kuwa taifa la viwanda. People are going to see watu wataona this nation. Taifa hili, the hopelessness that is there, kukosa matumaini ambako is for a short time. Ni kwa muda mfupi. Tell your neighbor. Mwambie jirani yako. He is saying that in the presence of the president. Anasema hiyo mbele za rais. You know why? Unajua kwa nini? Because kwa sababu our prayer maombi yetu is unstoppable. Hayazuiliki. We pray before anyone else prays. Huwa tunaomba kabla yeyote yule hajaomba. Those who curse before they curse, we cancel their curses. Wale ambao hulaani kabla hawajalaani, tunafuta laana zao. It's happening all over. Inatendeka kila mahali. You can never find me in bed. Huwezi nipata kitandani. Never. Kamwe. I can't be sleeping at 3. Siwezi kuwa nimelala saa 9 asubuhi. No. La. I am a watchman over this nation. Mimi ni mlinzi juu ya taifa hili. I am a prophet. Mimi ni nabii. I hear about what God says about the nation. Nasikia kile ambacho Mungu anasema kuhusiana na taifa. I am a watchman. Mimi ni mlinzi. And I am a prophet. Na mimi ni nabii. And I am raising champions. Na ninakuza mabingwa. A dwarf raises up dwarfs. Mbilikimo hukuza mbilikimo. God told us. Mungu akatuambia. This year. Mwaka huu. We are going to grow tall. Tunaenda kuwa warefu. Like the cedar of Babylon. Kama mierezi ya Lebanoni. He has exalted our own. Ameinua pembe yetu. Like a buffalo. Kama pembe ya nyati. And he has anointed us with fresh oil. Touch your head. Say, I have fresh oil, fresh oil on my head. Fresh, fresh, fresh. We are using that fresh oil tunatumia hayo mafuta to change this nation, kulibadilisha taifa hili, to change Mombasa. kubadilisha Mombasa. My governor is here. Gavana wangu yuko hapa. Welcome, sir. Karibu bwana mkubwa. We're going to help you to change Mombasa. Tutakusaidia kuibadilisha Mombasa. Yes. Ndio. Somebody shout yes. Tusema ndio. Somebody shout yes. Tusema ndio. When they are sleeping, we are praying. Wakati wamelala
sisi tunaomba. We know when the night runners run, before they run. Wanaokimbia usiku wanakimbia saa ngapi? We know when they run. Wakimbie tunajua. Before they run, kabla wakimbie. We already have cancelled. Tayari tushafuta. Woo! I'm getting ready to finish. Ninajiandaa kumaliza. You know, unajua, I hate failure. Ninachukia kushindwa. I hate poverty. Ninachukia umaskini. And I hate sin. Na ninachukia dhambi. I hate it. Ninaichukia. Amen. Amina. So, kwa hiyo Yusufu could not die. Hakuweza kufa. You can't die. Huwezi kufa. I prophesy over your life. Ninatabiri juu ya maisha yako. It doesn't matter who is scheming against you. Haijalishi ni nani anapanga njama kinyume chako. You cannot die. Huwezi kufa before your time. Kabla wakati wako. It doesn't matter. Haijalishi how many enemies rise up. Ni maadui kiasi gani watainuka against you. Kinyume chako. They will fall before your face. Wataanguka mbele zako. I say they will fall before your face. Wataanguka machoni pako. Their scheme will end up to nothing. Njama yao itaambulia patupu. To nothing. Patupu. The haters who hate you. Wanaokuchukia. They are wasting their time. Wanaharibu wakati wao. Because it will amount to nothing. Kwa sababu itaambulia patupu. Can I have an amen from somebody? Nipate amina kutoka kwa mtu. Give your neighbor high 10 and tell them their schemes will amount to nothing. Patie jirani yako 10 ya juu. Mwambie njama zao zitaambulia patupu. Hallelujah! I declare under the anointing of God. Natamka chini ya upako wa Mungu. You know there are some people. Unajua kuna watu fulani. Who would want to shorten your life. Ambao wangependa kufupisha maisha yako. Make you look a very, very useless person. Wakufanye uonekane mtu usiye na maana kabisa. If there is anything like that going on in your life. Kama kuna kitu kama hicho kinaendelea katika maisha yako. I declare under the anointing of God. Natamka chini ya upako wa Mungu. It amounts to nothing. Kinaambulia patupu. It amounts to nothing. Kinaambulia patupu. It doesn't matter. Haijalishi who it is. Ni nani huyo? Who wants to bewitch you. Ambaye anataka kukuroga. My children cannot be bewitched by a witch doctor. Watoto wangu hawawezi kurogwa na mganga. I tell you the truth, if they try, na waambieni ukweli, kama wakijaribu, it will turn against them. Itawageukia. And the thing that they wanted to happen to you, na kitu kile walitaka kitendeke kwako, it will happen to their children 7 times. Kitatendeka kwa watoto wao mara 7. You are covered by an apostolic grace. Umefunikwa na neema ya kitume. It's no joke. Sio mzaha. I say it's no joke. Nasema sio mzaha. When I say things, they are established. Nikisema mambo yanadhibitishwa. When people wrong me, watu wakinikosea, I walk away. Ninaenda zangu. Because kwa sababu, if I open my mouth and I say anything, kama nikifungua kinywa changu na niseme, it shall surely happen. Kwa hakika kitatendeka. I did this only once and I repented before God. Nilifanya hii mara moja tu na nikatubu mbele za Mungu. I went somewhere
And they were taking me round circles. Nilienda mahali na wakawa wananizungusha kunizungusha. Because of this skin. Kwa sababu ya hii ngozi. I looked at that lady. Nikamwangalia yule mwanadada. I said, look at my face. Nikamwambia angalia uso wangu. As long as you sit there, mradi unaketi kwa hicho kiti, you will never see this face again. Hutawahi kuona hii sura tena. Never see this face again. Hutawahi kuona uso huu tena. I said, give me my documents. Nikamwambia nipatie stakabadhi zangu. I was looking for a visa. Nilikuwa natafuta visa. I said, I don't have to go to your country. Kamwambia sihitaji kwenda katika nchi yako. If you are the one. Kama ni wewe. I said, I don't live in Nairobi. You are keeping me back and forth. Do you know how much money I'm spending coming here, wasting time? Kamwambia hapa Nairobi unanizungusha, kuniregesha, kunipeleka. Unajua natumia pesa ngapi nikija hapa kila wakati? Two weeks later, majuma mawili baadaye, their embassy was bombed. Ubalozi wao ukalipuliwa. She was on the first page. Alikuwa kwenye ukurasa wa kwanza. When I saw our picture, nilipoona picha yake, I wept. Nililia. I said, God, nikasema Mungu, please, tafadhali, help me, nisaidie, that I don't use this, ili kwamba sitatumia hii to destroy people, kuwaharibu watu. So from that time, kwa hiyo kuanzia wakati huo, when people wrong me, watu wakinikosea, I walk away. Ninaenda zangu. I go to places. Huwa naenda sehemu. I was in Bungoma. Nilikuwa kule Bungoma. They wanted to destroy one of my sons. Walitaka kumwangamiza mmoja wa wanangu. Doing all kinds of things. He called me and said, Daddy, wakifanya kila aina ya mambo, akasema baba tafadhali njoo. He's a businessman. Ni mwanabiashara. I don't know whether he is here. Sijui kama yuko hapa. So I stood there. Kwa hiyo nikasimama pale. Where he has established his business. Mahali ambapo ameidhibitisha biashara yake. And I say, na nikasema, all the sorcerers and witches, wasihiri wote na wachawi, who have been trying to do harm to this young man, ambao wamekuwa wanajaribu kumudhuru huyu kijana, I give you 7 days. Na wapeni siku 7 to live, muondoke, or repent, au mtubu. And if you don't do that in 7 days, na kama hamtafanya hiyo kwa muda wa siku 7, what happens? Kitakachotendeka, I'm not responsible. Siwajibiki. You don't play with the anointing. Hauchezi na upako. Huwezi kucheza na upako. 3 of them, watatu wao, known by everybody, wanajulikana na after the 7 days, they died one after another after another. Baada ya siku 7 wakafa mmoja baada ya mwingine. This is not nothing about Christianity. We left things. Tuliacha vitu to change the world. Ili kubadilisha ulimwengu. We are not preaching an impotent gospel. Hatuhubiri injili. The gospel is the power of God. Injili ni nguvu ya Mungu. Walikuwa waine. The fourth one came to my son and said, please. Yule wa 4 akaja kwa mwanangu akamwambia tafadhali. That land across there is mine. Ile nchi ambayo ile shamba iko pale ni yangu. But what that man who came here to your place said, I don't want to die like everybody else, so I am leaving Bungoma. Lakini kile ambacho yule mtu ambaye alikuja hapa kwako alisema, sitaki kufa kama wale wengine, kwa hivyo ninaondoka hapa Bungoma. So don't mess about with the anointing. Kwa hiyo usicheze na upako. Don't come here to play your religious games. Usikuja hapa kucheza michezo yako ya kidini. This is a place of holiness. Hapa ni mahali pa utakatifu. It's a place of the fear of the Lord. Hapa ni mahali pa kicho cha Bwana. It's a place to learn how to walk with God. Kujifunza jinsi ya kutembea na Mungu. And serve God. Na huyo Mungu. And live for God. Na kumtumikia Mungu na kumuishia huyo Mungu. And love people. Na kuwapenda watu. And help
hearing me? Je, kuna yeyote ananisikia? Stretch your hands to heaven. Nyosha mikono yako kuelekea mbinguni. Say, oh God, Sema, Mungu, help me nisaidie that I may walk in the fear of God. ili nikatembee katika kicho cha Mungu. I repent Ninatubu of every pride, juu ya kila kiburi, every arrogance. kila ujeuri. I repent, oh God, Ninatubu Mungu, before I get destroyed kabla sijaharibiwa or die before my time. au kufa kabla wakati wangu. I am not ignorant. Sijapungukiwa na ufahamu. God's people are destroyed Watu wa Mungu wanaangamia because of ignorance. kwa kukosa ufahamu. I'm not ignorant. Sijakosa ufahamu. Now I know. Sasa najua. Now I know. Sasa najua. If I walk in the fear of God, Kama nikitembea katika kicho cha Mungu, I will not die sitakufa before my time. kabla wakati wangu. Oh God, Mungu, forgive me nisamehe of every sin kila dhambi and cleanse me na unitakase from unrighteousness. kutokana na udhalimu wote. From now, Kutoka sasa I will walk nitatembea in the fear of the Lord. katika kicho cha Bwana. I will turn away from evil. Nitageuka niache maovu. I will turn away from worldliness. Nitaacha yasiyo ya utaua. I will turn away from sin. Nitageuka niache dhambi. And I will follow you Na nitakufuata with all my heart. kwa moyo wangu wote. Keep those hands up Weka mikono hiyo juu hivyo hivyo. and pray for yourself in your own words. Na uombe kwa maneno yako mwenyewe, ujiombee mwenyewe. Harabakia rabokumba ya teki ya makosa. Ha! Bozanda bage kapaya sumbalama. You're